a lot happening kutoka kwa celebrities. Khaligraph Jones amesema ana invite 200 of the, amesema ni loyo ama ni most what uja wa mwingine sijui kama umemcheki mgani hiyo sasa tu donda wa chupa ile time bino alikuwa Migoli ilikuwa kwa I think ni harusi ya Prince Inda. Yeah. Nani Pastor Nganga? Mbona unalala kwa kanisa? Hapa ni kwa Chief General Commander, hapana lala. Lakini what's the need ya kwenda church? Alafu unaenda kudozi ama kutuna. Lakini si church, it's a house of God. So is it I think it's the most peaceful place you can be in this fucking world. Peaceful place teme hakuna watu. Ati demo anacheza hard to get at university kwake. Bro, si university kwa senke. At least at the end of the day utawoku mkuu. Utainvest hapa hivi, utabuy credit hapa. Yeah. Na bado ikikuja, bado una invest kitu kingine, unanunua chakula. Sure. Lakini ukiinvestia senke, unaiweka mafuta. Inakufeed yenyewe. At the end of the day unaenda unabeba msee hapo hivi, si ndio? Anakupatia hiyo chwani. Hiyo chwani ishakubaia. Kama wewe ni msee wa Kajaba unaenda hapo hivi kwa Zabe, umeshika Kajaba. Na house party imekuwa. Tunachikia ma high schoolers. Si saizi wako holiday. Wako home. Usikima dem na maboys waliungana wakatengeneza house party. So hapo hivi TikTok nikacheki ka video fulani. Ati atu record. Where's my Tamara? Upatie mtu na Tamara wanena Yo, ladies and gentlemen, welcome to a new episode 3 of the podcast. Let's talk. Wagona watu wangu manzee, we are back again. Hapo hivi YouTube naona hatufanyi vibaya vile. Yeah, bedhe shukran juu ya kuwatch, kulike na comments. By the way, naona mambo tunaenda ikisongaga fiti manzee. With our topics, naona mumeanza ku-comment. Lakini bado mchatuambia what you want us to talk about. Amjatupatia hiyo topic nyingine. Yenyewe una feel like hiyo ndo unataka kusikiza. Si ndio hiyo sasa. Alafu sasa leo tumekuja na topic zingine hapa hivi, Anyway, how was your week? Wiki yangu imekuwa fiti. A lot has been happening. Yeah, lakini saizi kuko sawa. Normaliza, a lot have happened. A lot have happened. Have done happening. There are a lot have done happening. There a lot is a lotting. Anyway guys, leo tumekuja na stories zingine moto. Hope you are ready for this manzi. Sit down and relax to watch our third episode. Yeah, nimecheki hapo viko online, kumekuwa na a lot happening kutoka kwa celebrities. Khaligraph Jones amesema ana invite 200 of the, amesema ni loyo ama ni most what mafans wake wenye ni wadeli, sijui ama tunaitaaje wale mafans. Sasa tutaita wasanii au wenye wanatufuata. Pia si wasanii wakuje kwa nini kwa cast, si ndio? Tutawaita yeye, naona anaita 200, so si tutaita watatu, alafu wawili wapigwe picha for free. Photoshoot. Hiyo ni yetu. Sawa. Tutaita watatu ama watano. Si watatu, alafu tena wawili wakupigwa picha. Watatu ndio watakuwa kwa scene. Then wawili watakuwa wakupigwa picha. Na watakuwa wa kwanza kwa kucomment pale kwa comment section. Waseme kiendelee hivi kucomment, tutawa invite wenye wanataka kukaa kwa nini kwa set. Hata kama utaki kuingia kwa set, kama unakuwa shy, pia comment. Utakaa pale kwa background utacheka tu. Ama pia naweza shika light. By the way, unaweza shikilia hata kama utashikilia nini kamera. At least.
Alafu sasa 200 kwa hiyo story unaiona aje? Wacheki ujue hiyo 200 kwa ile mansion yake, unajua amejenga apartment, sio mansion hiyo. Hiyo si nyumba. Hiyo ni apartment, ni ya kulentisha. So kila mtu tuseme unapatanga kama hapa hivi. Nyumba zenye zimejengwa hapa hivi. In a building inaweza beba more than 1,000. Sido? People inside it, watu wenye wanaweza. Hata swali yangu ni swali yangu ni moja. Kwa hiyo nini watu wa Eastland tuko welcome? Sidhani. Kwa nini sasa? Wajua obvious. Ikifika ni hapa anaogopa mapinchi. Hata ogopa. Hata ukisikia msee ukitoa watu 200 security inamaanisha iko tight msee. So but wanafaa kutoa wasi akuja tuchukue sisi kama sisi wakia Michael atulipie nini Bolt, Uber, bogi ya Kayole ya Dado di wasiwote Huruma hivyo laki sawa hivyo tupatane huko Kibera chukue huko hivyo nao anachukua moja juu pia at the end of the day sisi wote mafans wake na tunasikiza hivyo zake, achukue moja kutoka majuu. By the way next week nitahamia niende majuu ndio nione kata nitajo hizi ku invite. Sasa naweza nikienda UK si hata anaweza nikuje UK. UK na itakuwa noma. Atasema uko na nini kama una manage kwa nini? Hapana nasema nini United ya Kiambu. Anasema huko na wazee wa Mugithi vibaya sana. Sasa hizi taka mtu wa Kiambu. But at the end of the day unajua ni mafans ndio wanaitwa. Acha tugoje tuone nani watakuwa invited na kina nani watakuwa. Acha tuone kama tutaitwa by the way. Akiniita nitamake sure tumeenda na wewe by the way. By the way tumemtumia nini? Nimemtumia DM hapo hivi IG. Nimuulize form. Si ndio hiyo. Alafu sidhani reply. Hata tukiweza enda huko hivyo tuchukue nini podcast yetu huko hapo. Haina shida. Kwa hiyo mansion yake. Si ndio hiyo. By then nimecheki. Mansion fiti. Tuko na nini na mafans wake. Tuone kama tutamchukulia mafans pia. Mafans wake wakwe wetu. Itakuwa noma. By the pia yeye mwenyewe anaweza kuwa kwa cast. Si ndio hiyo sasa. Anaweza join kwa scene lakini sio climb scene. Tunaweza mleta hapa hivi then kidogo apige tu story yake. Atuambie ni aje pia anaweza tuambia Waddle tu. Si ndio maisha ya Kayole venye ilikuwa hapo. Bedhi nasikia alikuwa anapika chapo. Ni kweli? Sijui 2009 alikuwa apika chapo hapo hivi Kayole. Alikuwa kaparo. Vibaya sana. Bedhi tunaweza muuliza ama hiyo bado shughuli anaweza piga saa hizi ama nafilaje. Sasa hii yeye hahitaji mtu wa kupika chapo, yeye anajipikia pocha. Sidhani like I think yeye ni yule ataingia jikoni like naanze shughuli yake ya calligraphs. Unajipikia chapati. Unajipikia chapati. Unajipikia chapati. I think kama alikuwa apika hiyo time pesa hizi ako sawa. Lakini mimi Papa Jones mimi naona gale kana kwaga figa mzuri sana kwa society like from background yake like haso yake ukifuatilia na kwaga figa mzuri kwa mavijana wenye wanajaribu wakipitia muziki. Sure. Plus the image yenye amecreate. Amecreate wase path nyingine poa sana fiti, haipatiwa say pressure. Si ndio? Alafu sasa kuna uja wa mwingine. Sijui kama umemcheki. Mgani hiyo sasa? Tu Donda wa Chupa. Ile time bino alikuwa Migoli. Ilikuwa kwa I think ni harusi ya Prince Inda. Yeah. Sasa alienda na Chupa then akapatana na Donda wa Chupa from the future. This guy nimechekio video niko zile za this guy. Ile ndo akamu kuingia kudadia hii Chupa. Nini iliko kwa maidi yake? Si ni Donda wa Chupa from the future. Lakini ni kazi yenye anafanyaga. Yes, like sisi tuko nyuma like kama 50 years behind. Ako from years ahead of us. From the future, from the generation ya mwenye alikuwa amedadia before. Alikuwa anasema wewe ni my brother bwana. That is my brother.
This guy na ukichunguza babu na babu ya babu yake walikuwa from the future bwana. Wanacheza watu wa future msi. So hapo ndo ile nini ile msemo fulani inatokanga. Naitwa Motizo na mimi ni mkanga wake. Sikuda that guy mwenye anasemanga sijui ya pilot. Lakini wewe ushiona nini Donda wa nini Wachopa. Sijai cheki. Sio hostess. Sijai cheki Donda Wachopa. Na nadhani ningechopa huko na pilot. Sasa iko na unaona kama venye nini zinakuaga. Matatu venye inakuaga. Iko na Donda. Yeah. Hata sasa yeye ni venye tu Obina unafaa kuangalia kijana mpe Donda. Nini atanunua tu nini? Kalifekta na ile nini ya makangu unacheki. Atakuwa ni ile ya maroon. Lakini sasa juu ni wandege I think wanafaa kitu different kama white. Zile za piloting na ziko na nini stripes za gold. Agwe captain Kenya. Ama huo si Donda. Kama Gea. By the way kwa shimo. Unacheki kama hiyo ndege ikitoka tuseme for example before itoke Wilson iende JKIA. Yeah. Yani ni mtu kwa shimo yani. Yeye ndo anajaza. Unajua ndo maana hivi ndo maana akufika kwa nini alishukishwa before afike. By the way hata anajua kushuka. Unacheki venye huyo wanashuka. Akaachilia. By the way. Sasa hapo hivi juu unacheki kwa physics nilikuwa nasikia kushuka matatu ikienda inatumianga physics. Si ndio juu lazima unacheki ile speed yenyewe matatu inaenda na wewe lazima ukue mguu yako iko na hiyo speed bado. So ukishuka unakivianga. Ndio kwa matatu. Lazima ujue kutoka teke msee. So sasa ndio speed yenyewe. So huyo msee aliburuka kwa nini? Ama juu si ndege uburuka. Si labda anakuwa na special training like labda alipiga soma akajipata chini. Unachiki venye unapiga soma si hata ukipiga soma unarukaga juu then unaenda chini. Sasa labda yeye alipiga soma mingi kutoka juu. Sasa hizo ndo nini hapo anapiga kupiga soma mingi. Ndio physics sasa inaingilia hapo. Sasa si ndio hiyo sasa. Alipiga soma mingi akajipata chini. Anyway, ni poa sana juu yako umia. But Obina nafaa shughulikie hiyo form. Ajue ni aje. Mtafutie kazi ya makanga. Ampin hapo hivi jana kuange. But unaona hii time ndo bado adadia hiyo. Unacheki venye kama gelo ufanya. Wakinegotiate anajazanga gali anaekanga wasekwa matatu. So wase wakija kwa basi ama kwa matatu. Sasa na dedia hiyo matatu ndo apatiwe maybe bao ile kiashu yake. Sido hiyo. Obina ama alikuwa amekata kumpatia ndo kama sasa by the way unapata wanaweza toka hapa hivi hadi mbali sana before kupatia hiyo change. So I think alikuwa anachukua hiyo kifao yake by the way. Obina wanakata kumpatia bao kifao manzi. Lakini haiko poa. Ukufanya poa. Ungempatia tu hiyo bao mapema mmalizane. Kuna mwingine na yeye alikuwa anasema ati aliambia Obina mimi nataka chai. Obina achie Mbogi chai. Sasa Obina akasema ana chai. Mwambie leta 50. 50 chani. Sasa nataka 50. Akamwambia 50 labda nikuwekee kwa M-Pesa. Na kijana alikuwa na simu. Sasa I think sasa hapo ndo sasa hakusikizana. At first kuona hiyo video naona huyo security wa Obina anakuja na ashika huyo boys anampeleka pale hivi kwa side. So after amempeleka hapo then the guy ana come back bado anaendelea ku have conversation na nini. Lakini pia unaweza pata wewe jamaa alikuwa tu sema kwa mimi ni wajamaa kutoka from the future alikuwa tu amegoja tu hiyo opportunity kuja tu hiyo dream yake ikuwe true. Na cause wezi amka hivi atuende pale wako barabara udandia Kimati. Lazima uko na strategy mzee. Lazima uko umejipanga kwa wewe. Kwanza venye hata kitoleo na huyo Bamsa kuna venye anaotera.
Najifanya hata ashughuliki. Yeah, yuko huko ya Chopa tu ikianza kwenda juu kidogo ndo huyo. the guy. Bila uko mdogo ulikuwa na dreams. Bwana. Sasa huyo, I think umse dream yake akiwa mdogo ilikuwa sasa. Na at least ameachieve yake imecome true. At least ameachieve yake moja. Lakini sasa kuna sisi Bado tunang'ang'ana. Bado hatujai achieve zetu. Ni zile tumeenda tukidevelop. Unaona nikiwa nursery. Lakini mimi nimedevelop yangu nimeachieve moja. Gani? Si ya trade huo ni mzee niko na trade. Nilikuwa na kuchora matatu bwana. Ni venye tu sina matatu mimi. Nilikuwa nataka nijaze mwili matatu. Okay, kama 69. Bwana. Sawa. Haya bro. Alafu sasa kuna hii nini nyingine. Gani hiyo? Hii ya mambo na church. By the saizi. Nani Pastor Nganga? Mbona unalala kwa kanisa? Hapa ni kwa Chief General Commander. Hapana lala. Lakini what's the need ya kwenda church? Alafu unaenda kudozi ama kutuna. Lakini si church, it's a house of God. So I think it's the most peaceful place you can be in this fucking world. Peaceful place teme hakuna watu. Hapana, hata kama kuna nini, si unaenda tu, hata wewe ukijisikia tu utaenda tu na kitu vitu ujekelea, haina ngori. Si uko kwa nyumba ya babako. Hiyo ni noma. Kwa nini? Hebu niambie. Kwa church yenu ukienda unakuwa kumenyamaza. Si unajua peaceful place ni ile place yenye uko imenyamaza, si ndio? Lakini unajua tunaenda kwa church tuseme Sunday. Yeah. Na hapo kuna wenye wanaenda Sato, yeah. Upate huyo msee alikuwa na very fucking long week. Yeah. Upate like ametoka job, labda alikuwa night shift, akasema acha leo niende church. Kwenda church ile place unajua labda homa amesumbuliwa na wifi, watoto sijui nini, lakini akifika pale vo church at least akili yake inaanza carbon inaanza kuaccumulate kwa akili yake. Sasa na feel like ashafika. Na ukifika ushalala. Lakini sasa yeye alifanya blanda moja msee. Yeah. Alienda kulala kwa General. Plus tena kiti hapo mbele. Kwa General msee. Huko zi. General alisema huko hiyo sio kanisa. Yake si church. Yake sio church. Huko ni kwa commander. Ukienda huko unakuwa prepared. Mambo yenye iko huko msee. Yeah. Ngori. Mambo yenye iko huko. Yeah. Ama pia ikue wako umeuliza na mambo ya usingizi. Unajua pia kuna ndo mengine happen. Msee ameenda kwa church. Ako kwa front kiti hapo mbele, sio? Then upate sadaka alitoa chwani. Ajua pia itakuwa noma. Ama alikuwa tu na grudge tu na yeye. Grudge inaweza kuwa imetoka wapi? Si msana ingia na kofia church. Makofia ya takataka. Bado mzee yako na kofia. Ngoja kwanza si kuna kofia. Akona kofia. Angalia kwa hii video. Yeah. Nimewaambia mara milioni moja, hii si kanisa. Kanisa ni zile ziko huko. Hii ni ya kijeshi. Hii ni ministry ya kijeshi inayodili na vitu ambazo ziko more deeper, zile ambazo wahubiri wa kawaida hawezi wakazipata. Na mwenye kuja kujiunga hii, either unatoka wapi, ujue hii si kanisa. Ujue kama ni kanisa, don't come here. Abudu huko tu, Kawangware huko Loiro, kaa huko tu. Kuliko upoteze muda wako ukuje hapa na ukose kusikia mawaidha yangu. I'm 71 years, si mtoto kama we, I'm rich man. Niko na ministry. Badala nikufundishe nikwambie hii inauaga watu. Nilizini, hii inajua. Akona makofia. Ndio hizi makofia za takataka. Maybe grudge yake ilianza hapo. Unajua pia. Alafu sasa kuna kitu kingine nilikuja kurealize. Unacheki mwenye walikuwa wamekaa na yeye. Unasikia venye amemruka.
Kila mtu amebeba msalaba wake. Kila mtu ako kivyake. But ni kweli hapo hivyo kila mtu anaenda kivyake. Hata sisi general akifanya nini, akisema ni kutugujia kutuchapa, mimi nasema kila mtu abebe msalaba wake. General, mimi nilikutetea, mimi nimesema hiyo yako sio church. Uko chief general command, lakini sasa so umeamua ukifika pale hivi kwa church ya si church tu, so haifai kuitwa church ama yaka sio church, so itaitwaje? Sio kama zingine mambo yenye anadili nazo. Uski kama mtoi wako like unataka specific prayers, unataka maombi, like uko na specific prayer yenye unataka kufanyiwa, unakuja church sini kesho, una make sure umekuja leo, unalala huko. Angalia kuna video iko hapo hivyo, bado utaona. Sasa unakuja saa 7 unaletea mtoto mgonjwa, mimi ndio nimesana wewe. Peleka kwa pasta wako. Don't bring nonsense to me. Kama unakuja deliverance, prepare yourself. Uje jana ulale hapa at your own cost, ama subuhi uwe hapa utafute Mungu. Sasa saa hizi hata haujaomba unaigia saa hizi. What is that? Mimi si pastor, mimi si bishop, mimi commander. Don't come here. Nitajibu hiyo kesi kwa Mungu. Na mtu aniletea matakataka, umegojekea huku, mimi si pastor wako. Why can't you come? Mimi si wale wa pastor wanatogoza watu huku. No. You must follow the bylaws. Mimi ni ex-prisoner. Na sitaki kusai. Mimi sitaki munipede. Munipede wapi? Munipede nini? This is not of my business. I'm said by God. Na kama uligojeka Mungu akiwa anakuona, ni hiyo kiburi mko nacho. Mimi si pasa yako, ulimzoea hivyo. Kama unakuja kwangu, jua unakuja kwa Kiislamu. Kama unakuja kwangu, you have to follow my order. I swear before God. If not, you'll go home empty. Mimi siji kutafuta kura. Naja nikwambie hii umegojeka sababu you are stupid. Haukutilia neno la Mungu maanani. Utarudi vizuri, shika laini hii. Finished. Lakini kama nitakuombea urudi kule ulitoka, you die like a dog. Ati saa 7 ndio mnakuja. Mimi nilale hapa, mimi ni mama yako. Mimi si pastor wako. Nilale hapa tu na wewe ukose kuja mapema. Mimi sitaki mnichague. Next time don't come here. Nikikupigia simu niende kwa kaburi. So okay, mimi swali yangu ni basi nataka niko na maombi special kwa Pastor Nganga, nataka anifanyie. Hebu nielezee vile nitaenda kwa nini yake, kwa tempo yake ama kwa hiyo. Alisema wewe unaenda kama umeprepare, unakuja before. Una kama a day ahead. Sio ati kukuja saa 7 ati kama chachi anzia wewe unaingia chachi saa 3. Lazima umpeleke na mtaratara msi. Ukume mpanga. So umesikia amesema yake sio chachi ya kawaida. Huko hivyo ni vitu ngori zina happen. Vitu zina happen huko ziko on vibaya sana. Huko ni gotu matata msi. So hapo hivi na niulize, kuna hizi maform zingine anafanyanga, unapata like wase like nimefika hapo kwa Pastor Nganga na ikilo hivi kamkono chini. Waget. Si ni maombi msi inaingia. Na si hapo vile kwa komada si kwa nini? Unapata tu hiyo maombi. Si nakwambia sio maombi ya kawaida. Hiyo maombi inashika every bone of part of you. Every joint unalegea. Unakuwa weak. Unalegea msi. Unalegea. Yenyewe Pastor Nganga uko on vibaya sana, lakini kwa hiyo chachi yako kituita tutafika. Tutafika leo. Unataka maombi huko? Sitaki maombi. Like okay, mimi okay, tuweza enda kufanya hapo, tuweza enda kupiga shughuli. Wasiopikiwa. Labda mimi naenda kukula. Wasiopikiwa. Unasahau uko ni kwa jeshi. Unajua ukinvitiwa lazima akuwe ametengeneza kitu proper ya wageni wake. Lakini sasa wewe unaweza enda, lakini unajua mimi siwezi enda. Mbona? Alisema hataki watu wako na marasta. Hataki watu wa mamau. Hataki wa freedom fighters.
By the way nasikia unajua commanders wako wanasikizana na Maumau. I think ndo maana alisema hataki watu wako na dread. Unajua watu wenyewe walikuwa na nini kina Dedan Kimathi kina nani walikuwa na fight na wale commander wa nini British. So I think hapo hivi Douglas inaingiliana. Hiyo story ya general hiyo Iko on vibaya sana. ni ngori bana. But beta mse kama huyo anakamauta nakwambia hii yangu enyewe hivi ufai kufanya. Kuliko kama zingine. Unacheki kama zile zenye sijui ilikuwaga wichi hizi za wenye walikuwa naendaga huko hivyo alikuwa anaitwa Mackenzie. Huko sijui Mombasa sijui wapi naitwa ngori mse. Hatuna heribu unapigwa makofi mtukionaga umepigwa bari kuliko kwa kwingine wewe unaenda tu missing unaenda ukiendaga ati watoto wako kama yule mishoni huko unaenda mishoni zako ukiendaga unasahau like ukitoka kwa nyumba ukiambia watoi na bibi yako bye ni hivyo wewe ni hivyo wewe yako hiyo tunakuogoja sasa miaka zingine hadi gavai kujue ama hata bado hatugoji umeenda umeenda. Sasa kuna history nyingine ya mademu. Unajua sasa lazima hatutakosa kuongelelea mademu. Hiyo ni kitu iko. Na hizo ndo hiyo ni kitu iko. Yeah. Ni kitu iko. Mademu siku hizi. Like mbona marriage za siku hizi hazikai kama za before? Okay, unaona about marriage, mimi siwezi kuwa the best msiwa kuongelea marriage. Kwa nini? Mimi sina bibi, sijaoa, so mama nakuoa, but at the end of the day from experience zile vitu mimi mwenyewe nimeona kwa macho yangu, from experience unapata mse wana like for maybe a year or two wanaishi pamoja, then all of a sudden sijui nini wape napo katikati yao, dem ana move out na the guy ana move which different. Nilikuwa naangalia like most of the reason that like marriage za siku hizi zinafanya haziendi sana, ni cause of wazazi. Unapata mzazi instead aonyeshe mtoto wake binti yake the reason to why as a mother nimekaa kwa with your father nimeweza kuvumilia na budako for this all 40 years 50 years ni reason hii na hii. Sasa kitu yenye anaambiaga watoto wao ni si hata ukifukuzwa huku haukufukuzwa, wakikufukuzwa huku haukufukuzwa huku. So unapata ukioa like wife yako hata anajua tu obvious kwetu niko welcome anytime. Hata nikiku disrespect bado I have a place to go, like anasahau huko ni kwenu na labda hata mko na watoto msiki. Sure. Kuna hii harusi juzi nilikuwa nimeenda kwa harusi fulani hapo hivi, and the pastor was like, unajua issue moja na happening kwa marriage ni moja tu, the girl ndo anajipata like anatoka kwao. Alafu unajua home wewe ni mtoto kwa wazazi. Kwa wazazi wewe ni mtoto wao. So ukipata demu ametoka kwao, the guy bado kwa madhake. And ile inaleta ile confusion juu hapa hivi the guy anatilitiwa kama bado mtoto wa mama. And the girl akienda kwao naye mama anataka kumtreat bado kama mtoto. Na ndio maana unapata like anamwambia wewe huku haifukuzwa. So unaweza kama anytime una feel. Na hiyo ndio ina cause most of the times like marriages na break. So I think the best thing ni kama the girl ana move out, pia the guy anafaa move atoke kwao. Wote like akusikwe na mwenye ako kwa wazazi na mwenye hayuko. Ndio ikue fair. Lakini ni ngumu. Ni ngumu but unajua ni culture. And culture though. Lakini iko tu sawa. Nika history nyingine bado. Unaweza simpia dem. You know zi. Kwa nini?
nini natafuta. At the end of the day kusim lazima uko kuna kitu na chase. Ndio. Sio wewe labda hiyo kitu imeku nice. No, hiyo ndio nataka. Mimi nao si dhani. Then taweza. Unajua kuna nini ilitokea siku hizi like you don't chase for abilities. Yaani mimi msee he said ucheze liability kama gari. Unacheza mtu mwingine. Unangangana kucheza mtu hapo hivyo ati unacheki hiyo time yenyewe makushodo manze. Ati demo anacheza hard to get at university kwake. Bro, si invest kwa senke. At least at the end of the day utawalk mguu. Utainvest hapo hivi, utabuy credit hapa. Yeah. Na bado ikikuja, bado una invest kitu kingine, unanunua chakula. Sure. Lakini ukiinvestia senke, unaiweka mafuta. Inakufeed yenyewe. At the end of the day unaenda unabeba msee hapo hivi, si ndio? Anakupatia hiyo chwani. Hiyo chwani ishakubaia. Kama wewe ni msee wa Kajaba unaenda hapo hivi kwa Zabe, umeshika Kajaba. Mimi advice yangu acha nikuwe kibe. Don't be puny. Wanaume, usienda kusimpia, don't sit. Don't sit for liability manzi. Hizo vitu zimepitwa na wakati. Like ukipata demo anajipata yeye anajifanya yeye ni hard to get manzi. Achana move. Achana manzi. Always get a ratio of men to women. Kwa ile nini census ile ya sijui 20 what. Si nilisikia madem sijui every guy anafaa kuwa na 4 women. Anafaa kuwa 4 women ama? Na unajua sasa bado wamezaliwa wengi. So unafaa kuwa na 10. Anajua bado maboyo madedi. Si ndio hiyo sasa. Ujue hizi accidents sijui manini zina happen huko nje. Wase wengi unyoria ni maboy. Ndio hiyo sasa. So pia mortality rate bado iko juu kwa men. Lakini nilionaga ati wanaume mbona wanakufaga haraka? Because they take risk. Hebu niambie, unaona zile matatu za Mira? Ile speed yenye zienda nayo. Nani uko driver? Wanaume. Ndio hiyo sasa. So hiyo ikimiss out nini lane. Ni hivyo the guy ako done. Niliona ati 100 reason. Yeah. Men looking for is to die. Lakini wanaume tujipende hata sisi manzi. Tujipende. But unajua at the end of the day the reason bado mwanaume atakam kudedi. Ukiangalia vizuri unajua bado issue inakuanga bado ni madem makushodo. Hao magoko. Lakini mwanaume ufe kwa hivyo. Maybe wana pale hivi kwa keja anapatiwa pressure nini. So yakitoka hapo bro akikupea pressure mingi ondokea msi. Ondokea. Usijiue. Utajiua utamwachia Rayo atakuwa na lima daily msi. Na unacheki hizo dozi nimetafuta. Una nyori ya Rayo anakuja. Alafu time ya nini? Time ya bari. Hiyo ni road trip. So natoa zile madozi zenye zitolewa. Hizo ndio mnatumia kunini? Tunatumia kwenda out pale hivi, kwenda Habanos weekend. Anasahau hizo vitu. Na sasa hiyo wewe mtu umekuchangamkia. Uko pale hivi umeelewa mchanga sijui kilo ngapi. How many tons? Hata wezi jipindua. Hiyo duve ni ngori msee. Ati wewe kama umewekwa hivi umeangalia juu utakaa hivyo. Una focus hapo. Kama ni side. Anyway guys, that's what we had for today manze. Zizi nimekumbuka story fulani. Utaki tumalizie? Tumalizaje mapema hivi? Sasa ilete. Kuna house party imekuwa. Tunachikia wa high schoolers. Si saizi wako holiday. Wako home. Usikie madem na maboys waliungana wakatengeneza house party. So hapo hivi TikTok nikacheki ka video fulani. Ati atu record. Here's my Tamara. So mimi swali yangu ni
Okay, vitu vingi nimeona hapo hivi ni vitu weird faida kwa hiyo video. So sababu ni huyu dem mwenye naitwa kwa hii video ama mwenye anaonekana kwa hii video, ikifika ni ile time ya kwenda kwa mzazi, si unajua saa hizi tuko era ya ya online, kila kitu digital. Yeah. So pia wazazi, si eti wazazi haoni hizi vitu, wanaziona. So si mzazi pia ataita udem na atamuuliza oya, nini ili happen? Hebu wewe jifanyie udem ueleze mzazi nini iliendelea, ilikuwa na happen. Hiyo ni ngori. Unapata unacheki kama venye tuliongelea our last episode. Yeah. Hizo ni mamona peer pressure msee. Sure. Unapata huyo dem hata hakuaende, lakini peer pressure juu bishte yake wameenda, lazima hata yeye aende. Manze unafaa unafikiria before ufanye hizo vitu. And mapero manze wa take care of those girls child. No, lakini hata sio girl child peke yake, hata kama vijana wote wanakuwa nini? Ni venye mwanaume sasa wewe ukiweza toka hapo hivi nje ureviwe. Ni like hata like tuseme nimekam kwako na kwambia nimekuwa left. Ai utaniamini? Umereviwa aje? Ai mwanaume analeviwa aje? Labda uko umemorestiwa sasa hiyo ni another case, lakini pia mavijana pia kama sasa hivi lazima ifungwe manzi, wazazi waangalie watoto wao. Na si wasichana peke yake, pia vijana wana need pia boy child manzi ana need your support as mzazi. Yeah, keep them busy at home manzi. Keep them busy. Na bado muwaongeleshe. Unajua at the end of the day unajua mzazi yako zile za unajua kuna wazazi kama watoto wao wana nini? Watu wana grow. Ama unapata wazazi wengine watoto ndo wazazi kwa ndo wazazi kwa like ndo kusema anasema madhu unaweza niambia nini mimi ati sasa unasema nini manze hiyo nayo kama uko hapo hivyo manze you have to change that manze, tubadilishe hiyo trend ya kukua like pia tuongeleshe watoto, tuambie unajua saa hizi kwanza kuna vitu mob zina happen. Kila msee ako hapo hivi na simu, hujui nini na watch nini. Siku hizi ni kungori msee. Alafu tena marafiki zenye wana walk na wao pia. Manze, choose your friends wisely manze. Kabishto wangu kama kuna mtu wa kwanza kukutupa ni bishti yako. Bishti yako anakutupa mbaya sana. Anakuambia fanya hivi na unamwambia okay wewe kwako unajua like uko zile za sitaki kufanya hii but anakuambia unajipata anakupiga pressure kingine hapo unajipata hata ushafanya venye hata huko ufanye. Sure. So tumalize tumalize tu hiyo kwa sasa manzi. Okay, tuna upload video every week, kuna kuangalia video, watch, tune in na msisahau kushare our videos na kulike. Alafu pia comments zikam through, mtuambie ziko aje, mtupatie topic manze. Alafu sasa ukipata tu video yetu manze una click hiyo the bell na manze tupe tu subscription manze, tusaidieni kuomoka. Tunataka tu hizo subscription, kitupe hizo subscription tutakuwa tumesaidika sana. So thank you, see you next time manze.